Luka sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 3, Biblia inasema, ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na watenashara walikuwa pamoja naye, na wanawake kadha wa kadha. Hebu sema, na wanawake kadha wa kadha. Na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalena, aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mke wa Kusa, wakili wake Herode, na Susana na wengine wengi walikuwa wakimhudumia kwa mali zao. Hebu sema, walikuwa wakimhudumia kwa mali zao. Yesu alihudumiwa na wakina mama. Wanawake ndio waliomhudumia Yesu. Wanawake walitoa mali zao kwa ajili ya Yesu. Wanawake wana nguvu ya kupeleka injili mbali. Wanawake wana nguvu ya kufanya dunia yote iokolewe. Wanawake wana nguvu ya kufanya wachungaji waishi vizuri. Wanawake wana nguvu ya kuleta maendeleo ndani ya kanisa. Wanawake wana nguvu ya kuleta injili iende kwa kila kabila, lugha na jamaa. Tatizo ni hili, wanawake wengi hawatambui nguvu ambayo Mungu ameweka ndani yao. Wanawake wengi sana, ndio maana utaona kuna wamama wanakaa kinyonge. Yaani kuna wakina mama ni wanyonge, kumbe hawatambui ya kwamba mwanamke ni game changer. Mwanamke ni game changer. Mwanamke anaweza kubadilisha maisha. Mwanamke anaweza kubadilisha familia. Mwanamke anaweza akaifanya familia iwe nzuri, na mwanamke anaweza kuifanya familia ikawa mbaya. Hebu sikia. Mwanamke ni game changer. Anaweza akafanya familia ikawa nzuri, anaweza akaifanya familia ikawa mbaya. Mwanamke anaweza akalifanya kanisa likawa zuri, mwanamke anaweza akalifanya kanisa likawa baya. Mwanamke anaweza akafanya elders. Si unajua elders ni waume zetu. Mwanamke anaweza akafanya elder akawa the best elder, na mwanamke anaweza akafanya elder akawa elder wa ajabu kabisa. Hebu sikiliza. Shetani alienda kwa mwanamke, Yesu aliingia kwa mwanamke. Kuna kitu tumejifunza? Hebu sikia. Shetani Yamota mke wa Nyang'ate. Mume wake ni rafiki yangu sana. Hebu sikia. Shetani aliingia kwa mwanamke, na Yesu aliingia kwenye tumbo la mwanamke. Magot, unataka kutuambia nini? Nasema hivi. Shetani aliingia kwa mwanamke akaharibu kile ambacho Mungu alikuwa ametengeneza. Shetani aliingia kwa mwanamke akaharibu kile ambacho Mungu alikuwa ametengeneza. Yesu aliingia kwa mwanamke
kutengeneza kile ambacho kilikuwa kimeharibika. Mwanamke ndiye mcheche. Mwanamke anaweza kuharibu kilichotengenezwa na anaweza kutengeneza kilichoharibika. Mwanamke ana uwezo wa kuharibu kilichotengenezwa na mwanamke ana uwezo wa kutengeneza kilichoharibika. Ndio maana Biblia inasema mwanamke apelekaye habari njema ni jeshi kubwa. Mwanamke ni jeshi kubwa. Sadaka ya mwanamke ina nguvu mbele za Mungu. Inatuambiaje? Watu walikuwa wanatoa pesa. Siku moja Yesu alikuwa amekaa kwenye hekalu. Watu walikuwa wanatoa mapesa. Mnafahamu hiyo story? Akaja mwanamke mmoja mjane. Akatoa chote alichokuwa nacho. Mnajua hiyo story? Alipotoa, Yesu akasema, huyu mwanamke ametoa kuliko nyinyi wote. Sadaka ya mwanamke inaweza kubadilisha ndoa. Naomba nikwambie leo mama, kuna vitu vingine havihitaji uvifanyie maombi, vingine vinahitaji uvitolee sadaka. Hujanielewa? Mama sikiliza, kuna matatizo mengine ya familia hayahitaji magoti hadi ya kuombea, mengine yanahitaji utoe sadaka. Magoti unaongea kitu gani? Mama mmoja akanifuata siku moja. Akaniambia, Magoti, nimekaa kwenye ndoa na miaka 13 sijapata mtoto. Magoti, naomba uniombee. Nikamuuliza swali, umeshaombewa na watu wangapi? Akaniambia, Magoti, nimeombewa na watu wengi. Mbona hujapata mtoto? Akasema hata mimi sijui. Nikamwambia, sasa leo badilisha. Toa sadaka. Leta sadaka tuiombee. Akaileta sadaka. Tulipoiombea, nikamwambia nenda kwa amani. Kilichotokea siku ya pili, akaja na bwanake. Akasema, Magoti, tulipoitoa sadaka kanisani, usiku tukaota ndoto. Na wamama mnaota ndoto. Ni vile tu sitapata nafasi ya kuwafundisha ndoto. Kuna ndoto mnaziota hapa na mjui namna ya kuzitafasiri. Ningepata time ningefundisha, lakini Matasa alinifundisha kwenye makambi fulani hivi. Hebu sikia, wakaota ndoto wote ya kwamba mtoto wao yuko kwa pulpit. Mama akaota ndoto mtoto yuko kwa pulpit, baba akaota ndoto mtoto yuko kwa pulpit, wakastuka usingizini. Mwanamke akamwambia, mbona mume wangu umeamka? Akasema, nimeota ndoto. Nini? Mtoto wetu anacheza kwa pulpit. Na mwanamke akasema, hata mimi nimeota the same. Asubuhi wakaja kwa room nilikuwa nalala. Wakaniambia, Magoti, tumeota ndoto. Nikaambia kwamba kwa sababu mmetoa sadaka, huyo mtoto atakapozaliwa atakuwa mtumishi wa Mungu. Amen. Uende kwa amani. Unadhani hata walikuwa na amani sasa? Jioni nikiwa na preach, nikaona watu wamekaa. Nilipoita watu njooni kwenye maombi, nikaona mume na mke wanakuja na beseni. Wana beseni, wana zile nguo za mtoto, wana mafuta ile ya mtoto, wana vitu vile zote za mtoto. Wakasema, Pastor, sisi tumekuja utuombee hizi vitu ili mtoto wetu atakapooga kwa kutumia hii beseni, tukimpaka hizi mafuta, tukimvalisha hizi nguo, asipate shida yoyote. Hebu angalia, walipotoa tu sadaka, mawazo yao yakachange kutoka kuombea mtoto, sasa ni kukaa kungoja mtoto. Kuna mtu ananielewa? Biblia inasema wanawake wengi wakamhudumia Yesu kwa mali
Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17. Wafalme wa kwanza sura ya 17. Utasoma kuanzia mstari wa 8 mpaka mstari wa 16. Mwanamke mmoja wa Sarepta, nadhani mnafahamu historia. Huyu mama alikuwa mjane. Huyu mama alikuwa mjane kabisa. Huyu mama alikuwa na kijana wake nyumbani, amebakiza unga kidogo na mafuta kidogo kwa nyumba. Mungu akamwambia Elia, toka hapa mahali huko uende mpaka Sarepta, utampata mwanamke mjane. Huyo mama atakutunza, atakulisha. Hebu sikia. Sadaka ya mwanamke ina nguvu ya kutengeneza mabadiliko. Wewe mama, naomba nikwambie leo, na wewe rafiki yangu unanitazama, ya kwamba kuna vitu vingine kwenye maisha havihitaji ufunge na kuomba, vinahitaji utoe sadaka. Ngoja nikwambie kitu. Mimi huwa naombea watu sana. Kuna wengine wanawaambia kabisa ya kwamba kama umeshaombewa sana, acha kuombewa, nenda utoe sadaka. Katoe sadaka. Wafundisheni watoto wenu kutoa sadaka. Magot, tunaongea kitu gani? Huyu mwanamke mjane alikuwa anaokota kuni. Elia akafika kwenye mlango, akamwona mama yule anaokota kuni. Elia akamsalimia. Ni vile Biblia haijasema, ila Magot najaribu kufanya sisi. Ni vile Biblia haijasema kama alimsalimia. Sasa mimi nasema sasa yule mama alikuwa ni Mkisii na Elia alikuwa ni Mkisii. Ilikuwa ni mchana. Unajua mimi nawapenda Wakisii. Makabila mengine mtanisamehe. Unajua nimetembea sana Kisii. Pastor, nimeenda mpaka YEYE. Nimeenda mpaka Mosocho. Nimeenda mpaka Kenyanya. Nimetembea Kisii, jamani, nimetembea Kisii. Nimeenda mpaka Kibirigo. Nimeenda mpaka Esubuta. Nimekula mpaka Mirangwati. Nimetembea huko. Elia akakuta yule mama anaokota kuni. Elia akamsalimia. Biblia inasema kama alimsalimia. Magot, najaribu kuelezea ili uelewe vizuri. Elia, ujambo? Sijambo. Habari za huko? Ni nzuri. Haya, sawa. Mama, naomba maji ya kunywa. Elia akaanza na maji. Naomba maji. Yule mama akaenda kuleta maji. Wakati anatembea, Elia akamwambia, mama, nipikie obukima boguli. Mama, nitengenezee na ugali. Wajana wanasema kuoni. Nitengenezee, nipikie na chakula. Sasa labda pastor akamsaidia. Kumbuka mwanzo Elia alimuomba yule mama maji. Si mnajua? Mama akawa anaenda kuchukua maji. Wakati anaenda kuchukua maji, Elia akamwambia nitengenezee na chakula. Sasa hiyo tutamuuliza pastor, sio kama ile mama alileta yale maji au hakuyaleta. Mimi Magoti sijui. Yule mama, sasa Biblia haijasema, ila Magoti najaribu kufikiri. Yawezekana yule mama alimwambia, sijasikia vizuri, umesema nini? Nasema hivi, mama, nitengenezee na ugali. Sasa kumbuka, yule mama anaunga, sio alikuwa ana unga. Ako na unga, ako na mafuta, lakini chakula alichobaki nacho ni kidogo. Na anataka ale only one meal, yeye na kijana wake, kisha wafe. Wakiwa katika shida hiyo ya chakula, ndipo wanapata mtumishi wa Mungu. Nataka niongee na mwanamke mmoja hapa ambaye hana kazi.
Nataka niongee na mwanamke mmoja hapa ambaye hana biashara. Nataka niongee na mwanamke mmoja hapa ambaye mambo yake ya uchumi yameshuka chini. Na huko pale pastor anasimama anasema, tunataka tujenge kanisa. Wewe mama, tena ananyosha mkono, wewe mama, wageni 3 utawatunza kwa nyumba yako. Wakati nyumbani kwako hakuna chakula. Alafu pastor anasema, wewe mama, Pastor Magot na bibi yake utawaletea suti na leso. Wakati wewe mwenyewe leso ile unamvaa ni ya mwaka 2015. Umenipata vizuri? Sikiliza. Ukijua Mungu wako ni nani, utajua kumtolea sadaka pasipo kuangalia situation ya maisha yako. Amen. Naomba nirudie. Ukimjua Mungu wako ni nani, hautakuwa na excuse kwenye kumtolea. Nimewahi kuona kuna wamama kanisani wanajua kulalamika sana pastor. Ukimfuata, ukimwasaini kitu ya kwamba mama ninakuasaini wewe utakuwa head of deaconesses. Pastor mwaka huu niache. Sikia we mama, Mungu akitaka ufanye kazi yake. Hebu nisikilize vizuri. Wewe mama nisikie. Mama sikia. Mungu akitaka ufanye kazi yake, kuna kazi yako anataka aifanye yeye. Amen. Naomba nirudie tena. Mungu akitaka ufanye kazi yake, kuna kazi yako ambayo Mungu anataka aifanye. Ukikataa kazi yake, umekataa msaada wake. Kuna mtu ameelewa? Ukikataa kazi yake, umekataa msaada wake. Na nimewahi kuona kuna wamama kabisa wanasema, baba niache. Mama tumekuchagua utakuwa kiongozi wa kina mama. Jamani, miaka yote ni mimi tu. Ndio, kwa sababu kuna msaada Mungu anataka aendelee kutoa kwako. Amen. Kuna mtu mmoja hajanielewa. Mnaona sisi wachungaji sisi. Mnaona sisi hapo mnaona pastor pale, Pastor Sam. Mnatuona sisi wachungaji. Mnaona kutuona. Kama Mungu asingetuita kuwa watumishi wake, tungekuwa watu hatari sana katika society. Tena kama mimi ndio ningekuwa hatari sana. Kwa sababu Mungu aliona huyu Magoti nikimwacha atakuwa hatari. Ngoja aingie kwa kazi yangu nimsaidie udhaifu wake. Sasa yule mwanamke wa Sarepta, yule mama wa Sarepta hakujua ya kwamba kwa nini Mungu ameruhusu Elia aende nyumbani kwake. Ndipo sasa yule mama akaanza maneno. Baba, wewe mtu wa Mungu, mimi hapa unavyoniona sina chakula kwa nyumba. Mimi hapa baba, unavyoniona sina chakula. Nina chakula kidogo kwa nyumba. Nataka nile mimi na mtoto wangu. Naomba nisikilize. Watu wasiomjua Mungu ni watu wenye ubinafsi. Selfishness. Watu wasiomjua Mungu ni watu ambao hawako tayari kushare baraka ambazo Mungu ameweka kwenye nyumba zao. Hawawezi kutoa. Kila wakati wanajiona ni wao. Na ninataka niwaambie wakina mama, wanawake mkiamua kutoa, kazi ya Mungu itaenda. Wakina mama mkiamua kutoa, watumishi wa Mungu wataenjoy maisha. Sadaka ya wakina mama. Sadaka ya wakina mama ina nguvu kuliko kawaida. Hebu sikia. Yule mama alipotoa chakula kwa Elia, nini ilitokea?
Chakula ilijaa kwa nyumba. Si ndio? Chakula ilifanyaje? Swali. Nini ingetokea kama yule mama angemfukuza Elia nyumbani kwake? Angekufa njaa. Angekufa, si ndio? Angekufa na mtoto angefanya nini? Ulishawahi kujiuliza kwa nini mambo yako yanakufa? Ulishawahi kuuliza hiyo swali, kwa nini biashara zako zinakufa? Kwa nini tabia nzuri za watoto wako zinakufa? Ulishawahi kukaa ukajiuliza, hivi kwa nini, mbona mambo yako yanakufa tu? Mbona ndugu zako mambo yao hayaendi? Moja ya sababu ni mchoyo. Ukiwa mchoyo, mambo inakufa. Mambo yanakufa. Ukiwa mtu mwenye mkono wa birika, nikisema mkono wa birika unajua? Kuna watu wana mkono wa birika. Hawawezi kutoa. Nataka niwaambie hata kwenye hii retreat hii. Si mmetoa pesa? Kuna wababa wengine wanasema hiyo pesa ni nyingi sana. Lakini hao wababa kwenye harusi hiyo pesa ni ndogo sana. Kuna wababa mlipowaambia jamani tutoe twende tukasikie neno la Mungu, hiyo pesa ni nyingi sana. Pesa yote mnapeleka wapi? Lakini hao wakina mama kwenye harusi anatoa mara 3 ya hii pesa. Kwenda kusherehekea tu harusi ya few hours. Ngoja nikwambie kitu. Ukitaka mambo yako yafe, acha kutoa. Ukitaka mambo yako yaende, toa. Yule mama mwanzoni, in the beginning, alizani ya kwamba nikitoa chakula nitamsaidia Elia. Kumbe ya kujua akitoa chakula ni yeye ndiye atapata msaada. Kuna kitu umejifunza? Mungu anapotaka utoe, kuna jambo anahitaji kukusaidia. Mungu anapotaka utoe, kuna msaada anataka kuachilia kwenye maisha yako. Magot unaongea kitu gani? Usiseme sina kwa Mungu. Usiseme nini? Sina. Mungu akikwambia leta, Mungu haangalii quantity. Mungu anaangalia status ya moyo. Mungu anaangalia unatoa nini. Mungu anaangalia moyo ule unatoa. Wamama, mkitaka mambo yenu yabadilike, learn to give. Jifunze kutoa. Jifunze kutoa. Jamani, Bwana asifiwe. Ngoja niwapatie test. Mimi hapa mnaniona. Mimi babangu ni pastor. Babangu ni pastor. Babu yangu ni pastor. Babu pastor, baba pastor, na mimi mjukuu ni pastor. Sisi kwetu pastor, we are very lucky. Tumezaliwa 6. Vijana 3 wote ni pastor. Sister zangu 2 ni bibi wa pastors. Sasa mimi ndio pastor. Nilipomaliza form 4, nilikuwa sitaki kabisa kuwa pastor. Sitaki. Kwa sababu nilikuwa na maisha ya babangu. Unajua pastor wana maisha. Ile maisha ya babangu ile ilinifanya nichukie kabisa kuwa pastor. Unajua nilichukia pastor. Ile maisha, I remember one day tumeenda kwa district. Tumekaa ndio tumefika tu hivi. Mama anatuambia ya chumba yako ndio ile, mimi ndio first born. Angalia ndugu zako. After 5 hours baba anasema tumeambiwa tukae tena hapa, tunaenda district nyingine. Ile kitu iliumia kwa roho.
ile ya kuwa mama ile unakaa hapa. Nikachukia, unajua nilichukia. Siku nyingine hapo nilichukia. Baba, unajua kitambo pastors walikuwa wanakaa na zaka kwa nyumba. Baba ana zaka na sadaka, alafu tunalala hatuna chakula kwa nyumba. Kabisa, I remember that day mama yangu anatengeneza uji. Anasema kunyweni uji. Mimi nikamwambia mama, si hela hizo. Baba akasema hizi ni za kanisa. Akasema kumbe uchungaji ni uji. Nikachukia kabisa. Nikasema no. Kabisa. Nilikataa mambo ya upasta. Nilimaliza form 4 nikaanza kunywa pombe. Mimi pasta nimekunywa pombe. Kaanza kunywa pombe. Na ni mtoto wa pasta. Nikaanza kunywa pombe. Nikaanza kunywa pombe. Mimi nimekunywa pombe. Msinyole hapa. Sasa kule kwa Tanzania, huwa tukimaliza form 4 tunaingia form 5 na form 6. Nilipoingia form 5, rafiki zangu wakaniambia ukitaka pombe ifanye kazi vizuri, changanya na bangi. Kwa nikawa nakunywa pombe na bangi. Babangu ni pastor. Mtoto, mamangu literature evangelist. Mtoto, bangi, pombe. Alafu ndio fast. Nilijifunza mambo ya fast food kwenye kanisa moja hapa. Nadhani ni matasi yangu. Fast food. Nilifunza mambo ya fast food. Nikaanza kunywa pombe. Sasa ndugu yangu mdogo ambaye nikitoka kuzaliwa mimi ndio time imeisha. Na kwa sababu tunajifunza stewards. Unajua stewardship pia ni kutunza time. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mungu wa mbinguni atubariki sana. Tutaendelea tukipata time. Sasa simesikia ukiongea. Na mimi niliwaambia director wa stewardship. Okay, sasa let's make this story short. Basi nikamfunza ndugu yangu, nikamwambia wewe achana. Ndugu yangu alikuwa anapenda mambo ya kanisa, nikamwambia wewe angalia baba anaishi maisha gani hapa. Hiyo maisha unaona baba anaishi hiyo. Wewe kuja huko. Nikamconvince naye akawa mlevi. Nikamfuata sister yangu, ambaye bibi wa pastor. Nikamwambia wewe unaona hiyo maisha ya baba hiyo unakaa kwa kanisa hiyo. Kunywa vitu hapa chipera. Kwa hiyo watu 3 kwa familia tukawa walevi. Sasa sister yangu ndio mpaka akajichora hapa. Ile tattoo. Siku moja nikaenda disco kucheza muziki. Nikawa nacheza na msichana. Nacheza na msichana. Kijana mmoja akaja akasema huyu msichana unacheza naye ni wa kwangu. Na nikamwambia huyu ni wa kwangu. Vita ikaanza. Vita ilipoanza nikachukua chupa ya pombe. Nikampiga yule kijana. Ikapasua kichwa. Yule kijana nikakimbia. Nilipokimbia nikaona hapa the best place ya kwenda ni kanisani. Nikakimbia pasa ilikuwa kwenye saa 8 usiku. Nilipoingia kwa kanisa hivi nikamkuta mamangu kwa pulpit. Amepiga magoti. Nikasema, "Mama!" Akasema, "Mwanangu, niko hapa. Ninaombea watoto wangu." Nikaambia mama, kwa ajili ya maombi nimeua mtu. Mama, niombee nitoroke nchi. Akaniambia, "Hapana. Piga magoti tuendelee kuomba."
Tukaanza kuomba. Nikamkuta mamangu saa 8 usiku kwa pulpit anaombea watoto wake. Kilichotokea ni watoto wake wote sasa hivi ni ministers of his church. Magot anatuambia ni mama, usikate tamaa. Jifunze kutoa sadaka kwa ajili ya mtoto wako. Alafu usichoke kumwombea mtoto wako. Mamangu ananisimulia story. Anasema hata kuzaliwa kwangu mimi, ndio kutoa story. Hata kuzaliwa kwangu mimi nilizaliwa kwa matatizo sana. Mimi sikumaliza miezi 9 kwenye tumbo. Mimi nilitoka nikiwa na miezi 7. Mimi ni premature, hata mkiniona sasa hivi bado niko premature. Wakati nimezaliwa kwa shida. Shida sana. Nilikuwa mdogo kama chupa. Watu wakamwambia mama, kwanza sikiliza, kabla ya baba yangu mimi ana miaka 84 as we are talking. Baba ana miaka 84, mama yangu ana miaka 75. Mimi ndio first. Mimi nimezaliwa 19. Siwaambi. Mimi ndio first born. Baba na mama walikaa kwenye ndoa miaka 20 hawana mtoto. Alafu ndo nikaja kuzaliwa mimi. Nilipozaliwa mimi nikawa premature. Watu wakamwambia mama, tupa huyo mtoto. Mama akasema no. Nilikuwa siwezi kuongea. Nilikuwa siwezi kutembea. Mimi nimeanza kutembea na miaka 5. Nimeweza kuongea nina miaka 4. Ndio nikaanza kusema baba, mama. Watu walisema huyu mtoto huyu mtupe. Mama akasema no. Siku moja atakuwa mtumishi wa Mungu. Mtoto yeyote ambaye ana challenge kwenye familia yako ana fruits nyingi za wokovu kwa watu. Naomba niongee na mama mmoja. Yule mtoto anayedisturb brain yako, usikate tamaa kwa ajili yake. Leo hii Magoti nina preach kila mahali. Na nikipreach hakuna mtu anataka ninyamaze. Kila mahali. Nataka nikutie moyo wewe mama. Jifunze kutoa sadaka. Jifunze kuombea mtoto. Usikate tamaa. Lakini usiache kubariki mchungaji wako. Umesikia kiongea? Yes. Pale mahali unasali yule mchungaji wako yule. Umenisikia? Wewe mama unanisikia vizuri? Yule mchungaji wako yule. Make sure unambariki. Wewe mama, make sure unambariki. Wewe mama uliye kwenye retreat, yule mchungaji wa kanisa lako, yule mchungaji mbariki. Kuna nguvu kwenye kubariki wachungaji. Tusimame tu. Wale pia toka Kanangata, mchungaji wenu mbariki. Wale pia toka Matasia, mchungaji wenu mbariki. Wale pia toka Mount Olives, mchungaji wenu mbariki. Wale pia toka Ngongo, mchungaji wenu mbariki. Wale pia toka sio wapi hizo makanisa zingine. Wachungaji wenu wabariki. Nyie wamama mkawabariki wachungaji wenu. Nataka niwaambie hivi, kuna siri, ni vile tusikupata time. Ningewasomea verses mkishangaa. Ningewasomea L.E White anavyosema juu ya sadaka ya mwanamke.
kwa wachungaji. Hao wachungaji wenu hao. Mimi nimekuja kusema ni pia. Hao wachungaji wenu hao mnaowaona hao. Wale wabibi wa wachungaji wenu wale. Muwabariki. 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 Hawawezi kukuambia, lakini mimi nakwambia, mimi nimezaliwa kwenye kanisa. Babu yangu alikuwa pastor, baba yangu pastor, na mimi pastor. Na hata kijana wangu juzi amepreach. Nadhani atakuwa pastor. Nataka nikwambie, bariki wachungaji wenu. Mnasikia vizuri? Mnasikia vizuri? Na utaona kitakachotokea. Kesho nikipata nafasi tena nitakufunza juu ya stewardship. Tuombe. Eternal Father in heaven, this evening we are gathered here because you have invited us to come before you. We have left our homes, our comforts, just to present ourselves before you. Accept our worship tonight. Our hearts are full of gratitude of the very many things that you have done. You give us even much. So many of our prayers are answered, and this gives us confidence that even tonight, your children that are here, those that have come forward, and the others they haven't, but their hands have been raised up to you, that you can do something to them. We want to praise your name because of the message that we have heard. You are still the same God. You did it to the women in the days of the old, and even now we know that you are going to do it. Yes, the testimonies of these women may not be recorded in the Bible, but they shall be recorded in the hearts of your children. When their lives will change, someone will love you. Someone will make a decision to follow you. Kuna mama kwenye mkutano huu ambaye ana machozi mengi kwa sababu ya watoto wake. Katika jina la Yesu, wewe uliyemwokoa Magoti ndiye Mungu unayeokoa watoto bado. Tunawaleta watoto hao mikononi mwako jioni ya leo. Save them to the glory and the honor of your name. There are women here whose husbands have not accepted you as their personal Savior. Lakini najua tena hawa mama wameombea wanaume wengine na wameokoka. Na wanashangaa inakuwaje ninaombea wengine wanaokoka ila wa kwangu bado. Baba, sikiza huyo mama na muondolee aibu hiyo. Wengine wamezao wanakuja kanisani lakini wana vitu. The things that some of the husbands are doing is a shame. Save such to the glory of God. Kuna mama hapa ametangaziwa kwamba ana ugonjwa na hatapona. Yesu, fanya jambo usipone. Prove the doctors wrong. Yes. That you have the power that is beyond any medication that has been discovered in this life. Yes. On this note, we remember those that are unwell. Our sister amemzungumzia kuhusu dadake ambaye ni mgonjwa. Hatujui kama yule dada na imani, we don't care. The Bible says kuna kipindi ambacho marafiki wa mgonjwa walimleta kwao na wakasema kwa sababu ya imani
ya waliomleta. Ukaambie yule mgonjwa simama. Na jioni ya leo katika jina la Yesu, kwa sababu ya imani ya huyu mama pamoja nasi, tunatangaza uponyaji kwa maisha ya mama. Uponyaji wa maisha ya kiroho, uponyaji wa kimwili. Hakuna jambo lililozito kwako. Is this man from Laser here who is in Coptic Hospital? Naye pia tunamtaja sio tu kwa sababu amesema, lakini tunasema kwamba imani yetu ishuke sasa kutoka Mount Suswa na uikubali kama tabia iliyo kamili. Kuna wengine hapa wamekosa matumaini kabisa kwenye kazi zao. Already our leader, our friend has come. Between now and then, kuna kazi anayohitaji. There's something you have done for this church. You have raised men and women to the greatest offices. Tunaomba kwa jina la Yesu, siku hizi ambazo tutakuwa hapa, Baba yetu, usichoke kutusikiliza. We shall spend a lot of time to bring our petitions before you, to bring our thanksgiving before you, to bring our offerings before you, to bring our confessions before you. Usichoke. We have left everything to come and pour our hearts to you. You can listen and hearken to our prayer. My pastor is going to continue with this prayer. Continue listening to us and give us more than what we have asked for. We pray in Jesus' name. Amen. Baba na Mungu wetu, watoto wako wamechoka na wengine bado wamenyanyua mikono yao. Ninaomba huo mkono waliounyanyua ukauguse sasa. Kwa maombi yaliyoombwa na mtumishi wako, ninaamini ya kwamba umesikia. Kwa maombi yaliyotajwa na watoto wako, ninaamini ya kwamba umesikia. Hii retreat, kila aliyekuja hapa, maisha yake yatakuwa kama alivyokuwa kitambo. Our life will never be the same. Tutende miujiza hapa kwenye mlima wa Suswa. Tenda miujiza Baba, mwaga miujiza, mwaga baraka. Kama kuna mama tumbo lake aliyepata mtoto, Baba akapate kuanzia sasa. Baba, tunalifungua hiyo tumbo kwa jina la Yesu. Kama kuna mama yuko hapa ana mtoto mwenye challenge kama ilivyokuwa mimi, kama alivyoomba mchungaji, ninaomba huyo mtoto kuanzia leo Baba ukambadilisha. Tena muujiza Baba, retreat hii ikawa ya kipekee kwetu. Asante kwa sababu usikia. Ndivyo tunavyokuomba kwa imani kupitia kwa jina la Yesu Kristo, Bwana ndiye mkombozi wetu. Amen.